Yes, huu ndio ukweli. Leo wacha nikwambie, kuna baadhi ya matatizo mengine yanatokea katika maisha yako ni kwa sababu uliamua kuyafuatilia au uliamua kujiingiza we mwenyewe kwenye hayo matatizo. Sasa leo anza kuhakikisha unatengeneza mbinu ya kujiepusha na baadhi ya matatizo ambayo yanaweza yakakuathiri maisha yako, yakaathiri malengo yako, mahusiano yako, ukaribu na wazazi wako, ukaribu na Mungu wako, na mwisho akakufanya kuwa mtu ambaye huna dira ya maisha. Hapo ndio ulipokosea. Kwa hiyo kuna matatizo mengine katika maisha yako, ili uweze kuyaepuka na ili uweze kuhakikisha unavuka vikwazo na kufikia maeneo mengine mapya, ni kuhakikisha unajiepusha. Sio kila sherehe lazima uhudhurie, sio kila mahusiano lazima uingie, sio kila kitu ambacho wenzako wanafanya ni lazima nawe ufanye. Yawezekana kile kitu ni kizuri kwao lakini kwako hakikufai. Kwa hiyo jitahidi ujifunze kujiepusha. Na njia nyingine ya kufanikiwa ambayo ni rahisi sana ni kutokufanya kila kitu. Ukiweza kujitahidi usifanye kila kitu, utaanza kuona kabisa maisha yako yanabadilika, utaanza kuwa na nidhamu, utaanza kuwa mtu mcha Mungu, utaanza kujali mahusiano ya watu wengine, utaanza kuwa mtu wa nidhamu sahihi ambao unaona kabisa you are proud of yourself. Kwa hiyo hakikisha unajiepusha na baadhi ya matatizo ambayo hayakuhusu. Jiepushe na baadhi ya changamoto ambazo sio za kwako, ni kwa sababu umeingia kwa kutaka kujionyesha au kwa kutaka kupata faida ambayo sio ya kwako. Remember, an empty seat is not for everyone. Kumbuka huo msemo, utakusaidia. An empty seat is not for everyone. Kwa hiyo vile vile hata wanachokifanya wengine sio lazima na wewe ukifanye. Ukiweza kulizingatia hivyo, utaona kuna baadhi ya matatizo kwako hayataweza kuja wala kuweka kambi hata siku moja. That's how you need to be the change of yourself, ili maisha yako yaweze kufanikiwa vizuri na uweze kuvuka viwango vya juu zaidi na kupiga hatua in a positive, productive, changed way. Be the change of yourself.